Kifo cha kwanza cha mwanadamu kilisababishwa na chuki, Kaini alivyomchukia Abeli. Hasa kwenu ninyi unalalamika tu hapa, unaenda yani unahangaika kufikiri kwamba kwenu kuna chuki. Haijafikia familia ya kwanza, maanake wangesha kudedisha, wangesha kuuaga. Familia ya kwanza ilikuwa very serious, chuki, kisu, mtu akaondoka. Lakini wewe uko mpaka leo. Mbona ndugu zako ni wa maana sana ise, wapigie makofi. Katika familia zote kwenye Biblia zenye historia ya baraka, Kaini alimchukia Abel kwa sababu ya blessing, kwa sababu ya baraka, na akamua. Ndugu zake watoto wawili waliozaliwa tumbo moja na mama yao Rebeka, watoto walikuwa wanachuki tangu tumboni, wanapambana, Esau na Yakobo. Na Biblia inasema Esau akamchukia Yakobo kwa sababu ya ule mbaraka, na akaweka tarehe ya kumuua. Asema siku za kilio cha baba yangu nitamuua. Ni chuki, mapacha. Sasa wewe ndugu yako anakuchukia yeye wa kwanza, wewe wa saba. Kisa cha chuki unayochukiwa kwa kiwango hicho ni kwa sababu ya baraka ulionayo, na dalili za baraka ni kwa kiwango cha chuki unayochukiwa. Na ukiona umechukiwa kwa kiwango kikubwa, ni kwa sababu pia ya baraka yako pia ni kubwa. Na nataka sasa labda pengine kukusaidia asubuhi ya leo kwa falsafa fupi tu ya kuishi na baraka. Falsafa ya kuishi na baraka ni kupuuzia chuki ya watu, kwa sababu kuna chuki ya wakuchukiao ambayo ni faida kubwa sana kwenye maisha yako, na kuna upendo wa wakupendao ambao hauwezi kukusaidia. Kwa hakika kuna upendo wa wakupendao ambao hautakusaidia, lakini kuna chuki ya wakuchukiao itakayokusaidia. Na familia yako sio ya ajabu. Familia yako si mbaya, wala si wachawi, wala si mapepo, wala si mashetani. Ni Biblia. Yaani familia yako inavyokuchukia